Adamu na Hawa, mwanamume na mwanamke wa kwanza, waliishi katika bustani nzuri sana ambayo Mungu alikuwa amewatengenezea. Lakini Shetani akaja kama nyoka mwerevu na kuwajaribu Adamu na Hawa. Nyoka alimuuliza Hawa hivi: "Je, Mungu alisema msile matunda ya miti hii?" Hawa akajibu, "Tusile ya mti wa katikati tu. Tukila matunda yake tutakufa." Nyoka akasema, "Hamtakufa. Kuna sababu ya Mungu kututaka mle matunda ya mti huo. Mkila mtakuwa kama yeye. Mtajua anayojua yeye." Hawa akala tunda lile. Akampa Adamu kidogo aliyekuwa pamoja naye. Yeye pia akala. Pale pale wakajua mambo waliokuwa hawayajui kabla ya hapo. Kimoja walichojua ni kwamba wako uchi. Wakashona majani ya miti ili kujifunika. Hawakuwahi kujisikia hofu au aibu kabla ya hapo. Hivyo wakajua kuna kitu hakiko sawa. Mungu akaita, "Adamu, Hawa." Adamu akajibu, "Tumejificha, tuko uchi." Mungu akaguna na kusema, "Mnajua hivyo kwa sababu mmekula matunda ya ule mti." Halafu Adamu akamlaumu Hawa na Hawa akamlaumu nyoka. Mungu akasema, "Nyoka, lazima utambaye kwa tumbo lako. Mtoto wa mwanamke atakushinda. Wewe Hawa, kuzaa kwako watoto kutakuwa kwa maumivu sana. Nawe Adamu, kulima chakula kutakuwa kazi ngumu kwako." Kisha Mungu akatengeneza nguo kwa ajili ya Adamu na Hawa. Halafu akawafukuza watoke bustanini. Akamweka malaika mwenye upanga unaowaka ili wasiweze kurudi. Mfalme wa Israeli wa kwanza aliitwa Sauli. Mfalme Sauli hakumtii Mungu. Basi Mungu akamwambia Samueli nabii, "Mtafute mtu aitwaye Yese. Mmoja katika wanawe atakuwa mfalme mpya." Samueli akampata Yese huko Bethlehemu. Akawatazama wale watoto 7 wa Yese. Walionekana wazuri na wenye nguvu. Mungu akasema, "Si wao. Mimi sijali sura. Ninajali kilicho moyoni mwa mtu." Yese akamuita mwanawe mdogo Daudi, aliyekuwa anachunga kondoo mashambani. Samueli akamuona na Mungu akasema, "Ndiye huyo." Basi Daudi akatiwa mafuta kuwa mfalme mpya. Baadaye kidogo Israeli wakapigana na Wafilisti. Askari jitu wa Kifilisti aliyeitwa Goliati alitoa changamoto kwa Waisraeli kumtumia shujaa wao apigane naye. Lakini Waisraeli walikuwa wanaogopa sana kabisa. Daudi akapeleka chakula kwa ndugu zake waliokuwa jeshini. Akasikia changamoto aliyotoa Goliati na hakuogopa. Daudi akauliza, "Anathubutuje kulitukana na kulidharau jeshi la Mungu? Mimi?" Mfalme Sauli akampa Daudi mavazi yake ya vita, huku akiwa ameshangaa sana. Daudi akasema, "Hapana, Mungu alinisaidia kuwa wanyama wakali. Atanisaidia kupigana na huyu Goliati pia." Daudi akachukua mawe 5 na kombeo. Goliati akaguruma na kusema, "Je, mimi ni mbwa? Mnatuma katoto haka kupigana nami?" Daudi akasema, "Wewe una mkuki, lakini mimi nina msaada wa Mungu wa Israeli." Daudi akatia jiwe kwenye kombeo, kisha akalitupa.
likampiga Goliati kwenye paji la uso na kumwangusha chini. Waisraeli wakawashinda Wafilisti. Kwa msaada wa Mungu, Daudi alikuwa shujaa. Dunia ilijaa watu, lakini walitenda dhambi sana mpaka Mungu akajuta kuwaumba. Akaamua kutuma gharika ili kumwangamiza kila mtu duniani. Palikuwa na mtu jina lake Nuhu. Yeye hakuwa kama hao wengine. Nuhu alimpenda Mungu na kumtii. Mungu akaamua kumwokoa Nuhu na familia yake wasiangamizwe na gharika. Mungu alimwonya Nuhu kuhusu gharika. Alimwambia ajenge meli kubwa yenye paa fupi, ghorofa 3, dirisha na mlango. Nuhu alitii. Alijenga. Mungu akamwambia Nuhu achukue wanyama wawili kutoka kila aina, mmoja wa kiume, mmoja wa kike. Kisha Nuhu, familia yake na wanyama wakaingia katika ile meli. Mungu akafunga mlango. Mvua ilinyesha siku 40 mchana na usiku. Maji yalishuka toka mbinguni na kupanda kutoka baharini na maziwani. Hata milima ile mirefu sana ilitoweka katika maji ya gharika. Wakati huo, Nuhu, familia yake na wanyama wote walikuwa salama katika ile meli, wakielea juu ya maji ya gharika. Mungu hakuwa amemsahau Nuhu hata kidogo. Mungu alituma upepo uvume, maji yakapungua. Meli ikatua juu ya mlima wa Ararati. Nuhu akatuma njiwa atoke melini. Huyo njiwa hakurudi. Basi Nuhu akajua kuna usalama. Ardhi ilipokauka, Mungu aliwaambia watoke katika ile meli. Akaweka upinde wa mvua angani kama ahadi kwamba asingeangamiza dunia nzima tena. Watu wa Mungu waliacha kumtii. Basi aliwaruhusu adui zao wawahamishe kwenda utumwani. Wakauharibu Yerusalemu na kuwachukua Wayahudi wengi sana kwenda nchi ya Babeli. Danieli alikuwa mmoja kati ya Wayahudi waliokuwa Babeli. Alimwamini Mungu na kumwomba mara 3 kila siku. Mungu akambariki Danieli, naye akawa kiongozi mkuu na mwenye nguvu katika nchi ile. Viongozi wengine walimuonea Danieli wivu, hivyo wakatunga sheria mpya. Mfalme Dario tu ndiye alipaswa kuombwa. Yeyote ambaye angekataa kutii angetiwa katika pango la simba. Dario akakubali. Danieli bado alimuomba Mungu, naye akakamatwa. Dario alisikitika kwa sababu alimpenda Danieli. Akatambua kwamba alikuwa amedanganywa, lakini hakuwa na uwezo wa kubadili sheria. Danieli akatupwa kwa simba. Wale simba walinguruma wakamsogelea Danieli. Ndipo malaika akatokea. Alikuwa ametumwa na Mungu. Yule malaika akafunga midomo ya wale simba. Danieli akalala humo usiku kucha na hakudhurika hata kidogo. Alfajiri, Dario alikwenda kuona kama Danieli bado yuko hai. Danieli akasema, Mungu alimtuma malaika aje kuniokoa. Mfalme alifurahi sana. Danieli akatolewa katika pango la simba. Kisha mfalme Dario akaagiza adui zake Danieli watupwe katika lile pango la simba. Simba wale wakawatafuna. Mfalme Dario alimwambia kila mtu katika ufalme wake amheshimu Mungu mwenye nguvu na aliye hai wa Danieli. Misri ilikuwa imejaa Waisraeli. Farao mpya aliogopa kwamba Waisraeli watakuwa na nguvu zaidi. Basi akawafanya watumwa na kuwatendea vibaya sana. Farao aliagiza kwamba watoto wote wa kiume wa Israeli wauawe. Mwanamke mmoja alimtia mtoto wake katika kikapu
na kumficha kando ya mto. Dada yake alikuwa anamchunga. Binti yake Farao alikuwa anaoga hapo mtoni, akamuona yule mtoto na kuamua kumchukua. Dada yake akasema mama yao atasaidia kumlea. Binti yake Farao akamwita Musa. Akakuwa. Siku moja akamuona mtu wa Misri akimpiga Mwisraeli. Musa akamuua huyo mtu wa Misri, kisha akakimbilia nchi ya Midiani na akawa mchunga mifugo kwa miaka 40. Musa alikuwa anachunga kondoo zake mlimani Horebu. Sauti yake Mungu ikazungumza kutoka kichaka kilichokuwa kinawaka moto. Musa, watu wangu wanateseka. Nimekuchagua wewe ukawaweke huru. Musa akasema kwa sauti kubwa, mimi siwezi. Mungu akamwahidi kwamba nitakusaidia. Hebu tupa chini fimbo yako. Musa akafanya hivyo, ikageuka kuwa nyoka. Alipoiokota ikarudia kwa fimbo. Mungu akasema, tia mkono wako ndani ya joho lako. Musa akafanya hivyo, akatazama, mkono ulikuwa umejaa ugonjwa. Alipoutia tena ukapona. Mungu akasema, mwonyeshe Farao hayo. Musa akasema, mimi si msemaji mzuri. Mungu akamwambia, nitakupa maneno ya kusema, na Haruni ndugu yako anaweza kukusaidia. Basi Musa akaenda. Musa na Haruni walimwambia Farao hivi, Mungu wa Israeli anasema, ni lazima uachie watu wake wawe huru, la sivyo kuna mabaya yatakayokupata. Lakini Farao hakutaka kusikia. Basi Mungu akayageuza maji ya Misri kuwa damu. Hakuna yeyote ambaye angeweza kuyanywa. Kisha akajaza vyura katika nyumba za Misri. Yaani, vyura walikuwa kila mahali. Bado Farao hakutaka kusikia. Basi Mungu akazijaza mbingu za Misri na chawa, wakawafunika watu kama mavumbi. Kisha akaipiga nchi ya Misri kwa mainzi. Bado Farao hakutaka kusikia. Basi Mungu akawaua wanyama wa Misri, farasi, punda, ngamia, kondoo, ng'ombe na mbuzi. Wote walikufa. Kisha akawapa wa Misri pigo la vidonda. Bado Farao hakutaka kusikia. Mungu akatuma mvua ya mawe kuangamiza mazao ya Misri. Shairi yao na ngano zikaharibiwa. Halafu akatuma nzige kula chochote kilichokuwa kimesalia. Bado Farao hakutaka kusikia. Basi Mungu akatuma giza juu ya nchi, lakini tena Farao hakutaka kusikia. Mungu akasema, nitamuua kila mtoto wa kwanza wa Misri na wazaliwa wote wa kwanza wa wanyama pia. Watu wangu wachinje mwana-kondoo, wamle na kupaka damu yake kwenye nguzo za milango. Nitaiona damu hiyo na kuzipita nyumba zao. Hao watoto hawatakufa. Hii utaita Pasaka, na siku zote uikumbuke. Waisraeli wakamtii Mungu, lakini wazaliwa wa kwanza wa Wamisri walikufa, hata mtoto wake Farao. Mwishowe Farao alisikiliza, akawaruhusu Waisraeli waondoke. Baada ya mtoto wake Farao kufa katika lile pigo la 10, aliwaruhusu Waisraeli waondoke. Farao alibadilisha mawazo baada ya Waisraeli kukaribia bahari ya Shamu, akawafuata. Waisraeli walipoyaona magari ya vita ya Farao waliogopa sana, lakini Mungu alimwambia Musa ainue fimbo yake na kuinyosha kuelekea bahari ya Shamu. Mungu akatuma upepo wenye nguvu na kuigawa bahari. Ikatokea njia iliyokauka na Waisraeli wakapita katikati ya bahari ya Shamu. Kulikuwa na ukuta wa maji
kila upande kando yao. Wakafika salama kabisa ng'ambo ya pili. Farao na jeshi lake wakawafuata humo baharini. Mungu akamwambia Musa anyoshe mkono wake. Bahari ikarudi tena, na Farao na jeshi lake lote wakazamishwa na maji. Mungu aliwaongoza watu wake nyikani, aliwalisha chakula na kuwapa maji. Wakapiga hema mlimani Sinai, ambapo Mungu alimwambia Musa wakutane kileleni. Akiwa amezungukwa na moto na moshi mwingi, Musa alipanda mpaka kileleni na Mungu akashuka kukutana naye. Ndipo Mungu akampa Musa zile amri 10 kwenye vibao viwili vya mawe. Usiabudu miungu mingine. Usitengeneze miungu sanamu. Liheshimu jina langu. Siku ya Sabato iwe siku maalum. Waheshimu wazazi wako. Uwe mwaminifu kwa mumeo au mkeo. Usiibe. Usiseme uongo. Usiwaonee watu wivu wala walivyo navyo. Sasa watu walijua jinsi ya kumtii Mungu. Musa alituma wapelelezi 12 katika nchi ya ahadi. 10 wakasema, hatutaweza kuwashinda wale watu wa huko. Lakini Yoshua na Kalebu wakasema, kwa msaada wa Mungu tunaweza. Kwa hofu watu waliwaamini wale wapelelezi 10. Mungu akasema, watoto wenu tu pamoja na Yoshua na Kalebu ndiyo wataingia nchi ya ahadi. Basi baada ya miaka 40 jangwani, wakati ukafika. Yoshua alituma wapelelezi 2 kuingia Yeriko. Wakamkuta mwanamke anayeitwa Rahabu aliyewaficha na kuwasaidia watoroki kwa kushuka ukutani. Wakaahidi kumhifadhi yeye na familia yake. Waisraeli wakavuka mto wa Yordani. Makuhani walitangulia kwanza, wakiwa wamebeba sanduku la agano. Miguu yao ilipogusa mto, maji yaliacha kutiririka. Kila mtu akavuka akipita kwenye nchi kavu. Yeriko ilifuata. Bwana akamwambia Yoshua, kwa siku 6 zungukeni Yeriko mara moja, halafu siku ya 7 zungukeni mara 7. Pigeni tarumbeta, pazeni sauti na kelele, kuta zitaanguka. Yoshua alimwamini Mungu. Alifanya kama Bwana alivyosema, na kuta zikaanguka. Wakauteka ule mji. Rahabu akaokolewa. Watu wa Mungu wakaanza kuiteka nchi ya ahadi.